Leo naleta somo lingine. Tafuta rafiki atakayeweza kushikamana nawe au na wewe nyakati zote. Amina. Rafiki atakayeshikamana nawe nyakati zote. Kusudi la somo hili ni kuwa makini unapomchagua rafiki wa kuambatana naye. Uwe makini sana unapomchagua rafiki wa kuambatana naye. Na nafurahi sana nafundisha somo la kuwa rafiki wa kuambatana naye. Biblia inasema hivi, au mstari mkuu katika somo hili itakuwa ni kitabu cha Amos. Kitabu cha Amos mlango ule wa 3 na mstari wa 3. Ndio mstari ambayo mara saa zote au siku zote mstari wa kujifunza sana au wa kutuelekeza sana. Bwana apewe sifa sana. Kitabu cha Amos mlango ule wa 3 na mstari wa 3. Naomba nisome. Biblia inasema hivi: Je, watu wawili waweza kutembea pamoja wasipokuwa wamepatana? Ni swali. Watu wawili, je, wanaweza kutembea pamoja wasipopatana? Watu wawili wanaweza kutembea pamoja wasipopatana? Na jambo lingine ambalo tunajifunza tena, tuangalia pale mstari wa 4 anasema, je, simba atanguruma mwituni asipokuwa na mawindo? Wana simba atalia pangoni mwake akiwa hakupata kitu? Je, ndege ataanguka mtegoni juu ya nchi mahali asipotegewa tanzi? Mtego utafyatuka juu ya nchi bila kunasa kitu chochote? Je, tarumbeta itapigwa mjini watu wasiogope? Mji utapatikana na hali mbaya asioleta Bwana? Mstari wa 7 asema, hakika Bwana Mungu atafanya lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Bwana apewe sifa sana. Lakini mstari ambao nataka achana haya nimesoma ni kwa faida yako, ili kubwa sana uwe na hamu, sema hamu, ya kujifunza Biblia au ya kusoma Biblia. Bwana apewe sifa sana. Lakini mstari niliokuwa nao, je, watu wawili wanaweza kutembea pamoja wasipopatana? Lazima wapatane. Lazima wafanyaje? Wapatane. Lazima wapatane. Methali ya kwetu ina usemi huu. Methali ya Kimasai inasema hivi: kondoo akitembea na mbuzi, kondoo akitembea na nini? Kondoo atapanda mti, au atapanda juu ya nini? Ya mti. Manake atatamani yale majani ya juu. Kawaida ya kondoo anakula majani ya chini, lakini akitembea na mbuzi
atatafuta matawi ya juu ale naye, sababu anatembea na nini? Na mbuzi. Lazima wapatane, lazima naye ajue. Na kuna makundi mawili katika somo langu hili ambalo tutajifunza. Kabla sijamalizia hili, sijaanza pale, asema malizia ile la kondoo. Kondoo akitembea na mbuzi, kondoo atapanda juu ya mti, maana kondoo atachukua tabia ya mbuzi. Haleluya, Bwana apewe sifa sana. Kondoo atachukua tabia nini? Ya mbuzi, naye ataanza. Usiombe kondoo awe mwizi. Wale wachungaji wanafahamu, wale wachungaji. Kondoo ni hatari akiwa mwizi. Na hata mtu ukitembea na mtu mbaya na ulikuwa mtu mwema, utakuwa ni hatari kuliko yule mtu aliyekuwa mbaya. Bwana apewe sifa sana. Bwana apewe sifa sana. Kuna aina mbalimbali ya marafiki. Kuna marafiki wa kweli na marafiki wa uongo. Na leo hii tunaangalia ili kundi la kwanza. Rafiki wa kweli atakutakia mafanikio, atakutakia kuishi. Lakini rafiki mbaya hatakutakia mema. Bwana apewe sifa sana. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu tunaangalia rafiki wa kuambatana naye, uchague rafiki wa kuambatana naye. Twende katika kitabu cha Samuel wa kwanza. Samuel wa kwanza mlango wa 17 mstari wa 55 hadi Samuel wa kwanza mlango wa 18 mstari wa kwanza na hadi wa 5. Samuel wa kwanza mlango ule wa 17 mstari wa 55 hadi mlango wa 18 mstari wa kwanza hadi wa 5. Biblia inasema hivi: basi Sauli hapo alipomuona Daudi akitoka ili kumwendea yule Mfilisti, alimwambia Abneri, jemedari wa jeshi, je, Abneri kijana huyu ni mwana wa nani? Abneri akamjibu, mfalme, kama ishivyo roho yako, mimi siwezi kusema. Basi mfalme akasema, uliza wewe, kijana huyu ni mwana wa nani? Hata Daudi alipokuwa arudi kutoka katika kumuua yule Mfilisti, Abneri alimtoa akamleta mbele ya Sauli, naye anacho kichwa cha yule Mfilisti mkononi mwake. Basi Sauli akamuuliza, wewe kijana, mwana wa nani? Naye Daudi akamjibu, mimi ni mwana wa mtumishi wako Yese, mtu wa Bethlehem. Mstari wa kwanza sasa. Ikawa Daudi alipokwisha kusema na Sauli, roho ya Jonathan
ikaambatana na roho ya Daudi. Jonathan akampenda kwa roho yake mwenyewe. Sauli akamtoa siku ile, wala kumwacha arudi tena nyumbani kwa baba yake. Nao Jonathan na Daudi wakaahidiana, kwa kuwa alimpenda kama roho yake mwenyewe. Ndipo Jonathan akavua joho alilokuwa alimevaa, akampa Daudi na mavazi yake, hata na upanga wake pia, na upinde wake na mshipi wake. Basi Daudi akatoka kwenda kila mahali alikotumwa na Sauli, akatembea kwa akili. Sauli akamweka juu ya watu wa vita. Jambo hili likawa jema machoni pa watu wote na machoni pa watumishi wa Sauli pia. Wakati Daudi anaenda kumuua Goliath, Jonathan alikuwa akimwangalia Daudi. Ujue Jonathan naye alikuwa ni mmoja ambaye alikuwa askari, ingawa alikuwa ni mwana wa nani? Wa Sauli. Kwa hiyo anamwendea, anamwangalia anavyokwenda, ujasiri aliyokuwa nao Daudi, ingawa alikuwa bado kijana mdogo. Moyo wa Jonathan ukampenda Daudi. Moyo wa Jonathan ukampenda nani? Daudi. Na alipompenda, sio hivyo tu, baada ya kurudi na kueleza jina sehemu alikotoka, kwani mtoto wa nani mbele ya Sauli, alipotoka akamweleza kwani nani mbele ya Sauli. Jonathan pale pale moyo wake, asema roho ya Jonathan ikaambatana na roho ya Daudi. Jonathan akampenda kama roho yake mwenyewe. Rafiki wa kweli atakupenda kama roho yake mwenyewe. Bwana asifiwe sana. Rafiki wa kweli hata kutakia maharibifu. Rafiki wa kweli hata kutakia hasara. Rafiki wa kweli atakutakia mafanikio. Bwana apewe sifa sana. Bwana asifiwe sana. Atatunza uhai wako. Hata kama kuna watu ambao wanataka kukuinda ili akumalize, bado atakutunza. Amina, amina. Bwana asifiwe sana. Rafiki wa kweli atakutakia heri. Nao Daudi wa Yese na Jonathan wa mfalme Sauli walikuwa marafiki ambao walipendana. Hakuna aliyemtakia mwenzake mabaya. Bwana apewe sifa sana. Bwana apewe sifa sana. Hakuna hata mmoja aliyemtakia mwenzake nini? Mabaya. Biblia inasema Jonathan alimpenda Daudi kama roho yake mwenyewe. Kiwango hichi cha upendo wa Jonathan haikuwa ya kawaida. Ilikuwa ni kiwango cha upendo wa juu sana, ambaye haikutokana na nguvu za kibinadamu, bali ulichochewa na uwezo wa Roho Mtakatifu. Upendo wa Mungu, hata kama mtu umeokoka unampenda Yesu, ili upendo wako uwe kamili, lazima ichochewe na uwepo wa Mungu na uwepo wa Roho Mtakatifu.
ndio uliomchochea Daudi, yani Jonathan, kumpenda. Na Mungu alikusudia neema juu ya Daudi, na akamweka Jonathan mwana wa Sauli, ambaye baadaye Sauli aligeuka kuwa adui wa Daudi. Na kwa sababu kuna rafiki ambaye anampenda Daudi, ajaangalia cheo kwamba Daudi anaweza kumnyang'anya cheo, ingawa Jonathan alijua kabisa kwamba huyu mtu sio wa kawaida. Nguvu zake, ujasiri wake, mwenendo wake, tabia zake, mwelekeo wake, na jinsi ambavyo Mungu alivyomsaidia. Ni kijana mdogo, lakini pamoja na udogo wake kuna kitu cha Mungu ndani. Haleluya. Najua usemi amen kwa sababu wenda hujajua nachosema. Kuna kitu cha Mungu ndani, na ukiambatana na mtu ambaye ana kitu cha Mungu ndani, haleluya, tegemea utakuwa na ushindi. Tegemea kwamba yeye naye atakutunza wakati ukiwepo na wakati usipokuwepo. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Maana nyakati zote urafiki wake hautakoma juu yako. Haleluya. Daudi na Jonathan walipendana, walitembea kama marafiki waliotakiana heri. Biblia inazungumzia hiyo, na tunapoendelea mbele katika Samuel wa kwanza hiyo 19 mstari wa kwanza hadi 7, hebu tuangalie kilichotokea hapo mbele. Sikiliza kitu kilichotokea. Lakini kianza 18:30 mpaka 18:30. Nikisema 18:30 na maana hii kwamba Samuel wa kwanza mlango wa 18 mstari wa 30 hadi 19 mstari wa kwanza hadi wa 7 nitasoma. Biblia inasema hivi: wakati huo wakuu wa Filisti wakatoka, kisha ikawa kila mara walipotoka, Daudi akatenda kwa busara zaidi ya watumishi wote wa Sauli, hivyo jina lake likawa na sifa kuu. Hebu nisimame kwanza hapa. Najua ndugu zangu, hautapata maadui hata siku moja kama jina lako halijawa na sifa kuu, au kabla hujafanikiwa hautapata maadui. Lakini pale unapoanza kufanikiwa ndipo maadui watainuka ili kukuzima, ili usionekane. Na kama pale una rafiki mbaya, atakumaliza. Sitaki kuzungumzia kwanza rafiki mbaya kwa sababu somo langu litaendelea mbele. Bwana apewe sifa sana. Lakini nini kinachotokea kwa Daudi? Manake Daudi alitenda kwa busara, jina lake likawa kuu, likajulikana, akafahamika. Alipofahamika Daudi, mstari wa kwanza, kisha Sauli akasema na mwanae Jonathan, ukiwa mtu mkuu katika elimu, ukiwa mtu mkuu katika cheo, au unakaa karibu na wenye vyeo vikubwa,
na unatenda kwa busara, ukao unasifiwa. Usipokuwa na rafiki ambaye ameambatana na wewe vizuri, kuna mambo mawili kwako: aidha usimame kwa wakati wako au ufe ukiwa na rafiki mbaya. Bwana apewe sifa sana. Bwana apewe sifa sana. Daudi akasema na Jonathan tena, Sauli akasema na Jonathan kwamba wamuue Daudi. Sikiliza Jonathan anasema, lakini huyo Jonathan mwana wake Sauli alikuwa akipendezwa sana na Daudi. Basi Jonathan akamwambia Daudi akasema, Sauli baba yangu anatafuta kukuua. Basi nakusihi ujiangalie sana asubuhi, ukae mahali pasiri na kujificha. Rafiki wa kweli atakutunzia uhai. Rafiki wa kweli atakutunzia uhai, hata ruhusu ufe. Bwana asifiwe sana. Haruhusu ufe. Sauli akapanga njama ya kumuua Daudi, na alikaa na baraza lake la mawaziri na watu wa siri na usalama wa wakati huo wa taifa lake, watu ambao ni hodari wa kuua, na neno la mfalme likitoka tayari akisema tufanye linafanyika, halibadiliki, manake ni kiapo. Bwana apewe sifa sana. Lakini Jonathan, kwa sababu alimpenda Daudi kwa roho yake mwenyewe, alimwambia Daudi, ujiangalie sana asubuhi hii, ukae mahali pasiri na kujificha, na mimi nitatoka nje na kusimama kando ya baba yangu uko shambani ulipo. Wewe nami nitazungumza na baba yangu habari zako, nami nikiona neno lolote nitakuambia. Naye Jonathan akamsifu Daudi kwa Sauli. Baba akamwambia mfalme asikose juu ya mtumishi wake, yaani juu ya Daudi, kwa maana yeye hakukosa juu yako hakukosa juu yako, tena matendo yake kwako yamekuwa mema sana. Jonathan anamsifu Daudi kwa baba yake ili achokonoe ndani. Je, baba kweli anamaanisha kwamba atamuua mtu huyu? Sikiliza Daudi anachosema Sauli. Kwa kuwa alitia uhai wake mkononi mwake na kumpiga yule Mfilisti, naye Bwana akawatendea Israeli wote wokovu mkuu, wewe mwenyewe uliona jambo hilo ukafurahi. Basi kwa nini kukosa juu ya damu isiyo na hatia umue huyo Daudi bure? Sikiliza jibu la Sauli. Sauli akasikiliza sauti ya Jonathan, naye Sauli akaapa ishivyo Bwana yeye hata uwawa. Basi Jonathan akamuita Daudi, naye Jonathan akamjulisha mambo hayo yote. Kisha Jonathan akamleta Daudi kwa Sauli, naye alikuwa akihudhuria mbele yake kama kwanza. Hayo ndio walikuwepo. Kwa alijua kwamba tayari Daudi amehukumiwa kifo, lakini anaenda kubadilisha moyo wa baba yake. Lakini ujue kabisa kwamba moyo ukishaharibika, na niwaambie watu mliookoka, nazungumza na watu mliookoka hapa, sizungumzi na watu ambao hawajaokoka.
Moyo wa mtu aliyookoka ukiharibika, kaa naye mbali. Na asema kae naye nini? Mbali. Moyo wake ukishaharibika, ukiharibika, umeharibika. Bwana apewe sifa sana. Lakini kuna mtu anaitwa Jonathan ambaye alimpenda rafiki yake. Kumbuka kwamba hawawezi kutembea pamoja wasipopatana. Marafiki lazima wapatane. Lao ni moja. Amen. Na hao wamekupendana, wamepatana ndani. Daudi anamwangalia Jonathan kama sehemu ya kutunza uhai wake. Je, we rafiki yako ni sehemu ambaye anaweza kutunza uhai wako? Bwana apewe sifa sana. Bwana apewe sifa sana. Au je, unatembea na nani? Ni mtu ambaye anaweza akakushauri juu ya mambo ya Mungu na kuweza kuambia tulia, subiri wakati wa Bwana? Au ni mtu ambaye anakuondoa katika mpango wa Mungu? Lazima uwe makini na mtu unayetembea naye. Bwana asifiwe sana. Lazima uwe makini na mtu unayetembea naye. Kama mfano ule wa mbuzi na kondoo. Kondoo siku zote akitembea na mbuzi atakula majani ya juu ya mti. Bwana apewe sifa sana. Bwana apewe sifa sana. Fahamu Jonathan hapa anamsema vizuri Daudi mbele ya mfalme Sauli baba yake, ili amponye Daudi kutokana na kikao cha siri kilichokaa ikulu ya Sauli. Ikulu kuna mambo mengi, sio ikulu ya yeye ya Tanzania, hata ikulu ya moyo wako. Bwana apewe sifa sana. Ikulu ya nini? Ya moyo wako. Maana yake kile kilichotoka ndani ya Sauli ilikuwa moyoni mwake. Chuki, uharibifu, uuaji, mambo mabaya yalikuwepo ndani ya Sauli. Kwa nini yawepo ndani ya Sauli mambo mabaya? Aliona kuishikilia cheo ni kitu cha maana zaidi. Hajaangalia taifa, hajaangalia mtu ambaye anaweza kusimama juu ya taifa na kuliokoa taifa. Hajaangalia uzuri wa Daudi, aliangalia kutunza cheo. Ashukuriwe Mungu, Jonathan ambaye alishikamana roho yake na Daudi na ikaambatana, akasema huyu hatakufa. Haleluya. Kiwa na rafiki ambaye anaweza akasema hautakufa, hautarudi nyuma kiroho. Haleluya. Ambaye anaambatana na wewe, anayeweza kusimama na kusema wacha tuombe pamoja. Haleluya. Mshukuru Mungu sana. Mshukuru Mungu sana kiwa na rafiki wa jinsi hiyo. Bwana apewe sifa sana. Bwana apewe sifa sana. Tukienda mbele, Daudi huyu alisema kunakuwa na binti mmoja wa Sauli naye ambaye alimpenda Daudi. Lakini twende tukasome 19:12 au nianze mstari wa 9. Sikiliza kitu ambacho kilikuja kwa Sauli kwa nguvu, ambaye kilikuwa kibaya. Biblia inasema
Tena ikawa roho mbaya kutoka kwa Bwana ilimjia Sauli, hapo alipoketi ndani ya nyumba yake akiwa na mkuki wake mkononi mwake, naye Daudi alikuwa akipiga kinubi kwa mkono wake. Sauli akajaribu kumpiga Daudi hata ukutani kwa mkuki wake, ila yeye akaponyoka kutoka mbele ya Sauli, na huo mkuki akaupiga ukutani, naye Daudi akakimbia akaokoka usiku ule. Sikiliza njama nyingine ambayo inapangwa. Kisha Sauli akatuma wajumbe mpaka nyumbani kwa Daudi ili wamvizie. Ili wamfanyaje? Wamvizie na kumuua asubuhi. Naye Mikali mkewe Daudi akamwambia, akasema, wewe usipojiponya nafsi yako usiku huu, kesho utauawa. Basi Mikali akamtelemsha Daudi dirishani, naye akaenda akakimbia na kuokoka. Ndipo Mikali akakitwaa kinyago na kukijaza kitandani, akatia na mto wa singa na mbuzi kichwani pake na kukifunika kwa nguo. Sauli alipomtuma wajumbe ili kumkamata Daudi, yeye alisema hawezi. Basi Sauli akawatuma hao wajumbe ili wamtazame Daudi, akisema, mleteni kwangu juu ya kitanda chake nipate kumuua. Naye wajumbe walipoingia, kumbe kuna kinyago kitandani na mto wa singa za mbuzi kichwani pake. Sauli akamwambia Mikali, mbona wewe umenidanganya hivi na kumwacha adui yangu aende hata ameniponyoka? Naye Mikali kamjibu Sauli, yeye aliniambia niache niende zangu, kwa nini nikuue? Bwana apewe sifa sana. Mikali ambaye alikuwa ni mtoto wa Sauli, naye alimpenda Daudi. Na ukisoma historia ya kule nyuma, unakuta huyu Mikali alikuwa ni binti wa Sauli ambaye alimpenda Daudi. Kulikuwa na mwingine ambaye ndiye Sauli alitaka ampe Daudi, lakini kuna mwanajeshi mmoja wa nani wa Sauli akamchukua yule binti. Bwana asifiwe sana. Bwana apewe sifa sana. Lakini Mikali akawa anampenda Daudi. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Mikali akawa anampenda nani? Daudi. Na wanajeshi walipofika wakasema, namuoza huyu. Na alimuoza kwa kusudi, maana tayari ubaya umekuepo, na alimtuma Daudi ili kila mara vita vilivyo vikali ili afie vitani. Lakini Daudi aliponyoka katika vile vita, na alipoponyoka vile vita akawa anatumia njia nyingine ya ikulu kumuua Daudi. Lakini kama watu wakikupenda kwa dhati, kawa na rafiki ambaye amekupenda kweli, atakuokoa. Manake mioyo yenu imeambatana. Amen. Bwana asifiwe sana. Je, rafiki yako ni nani? Rafiki yako ni nani ambaye umeambatana naye? Bali na Yesu. Niko tunasema Yesu. Ni Yesu yupo. Yesu yupo. Yesu yupo. Nazungumza katika maisha haya ambayo tunatembea pamoja. Rafiki yako ni nani wa karibu na wewe? Katika nyumba ya Mungu. Bwana apewe sifa sana. Bwana asifiwe sana. Jonathan anarudi kwa Daudi, rafiki yake ambaye tayari wameshaapiana kwa Mungu na kutoa ishara. Sikiliza kitu kingine ambacho kinatomtokea Daudi. Katika mstari mlango ule wa 18 mstari wa 20, ngoja niangalie.
18 mstari wa 20. 18 mstari wa 20. Walakini binti Sauli, walakini Mikali binti Sauli alimpenda Daudi, watu akamwambia Sauli, na neno hilo likampendeza. Na Sauli akasema moyoni, mimi nitamuoza huyu ili huyu awe mtego kwake, tena kwamba mkono wa Wafilisti uwe juu yake. Basi Sauli akamwambia Daudi mara ya pili, leo utakuwa mkwe wangu. Moyo wa hila ni mbaya. Haleluya. Anakupa binti, sawa, ni mkwe, lakini mkwe anayetaka kukuua. Haleluya. Hebu tumshangilie Bwana. Je, una rafiki yupi? Wewe una rafiki yupi? Bwana asifiwe sana. Hata kama ni mtu mzima yupi uliokuwa naye? Nia ya Sauli kumpa Mikali aolewe na Daudi sio nia njema, ni nia ya kutaka kumwangamiza. Lakini kwa kuwa Mikali alimpenda Daudi, ndiye alimuokoa kama tulivyosoma kule. Amen. Amen. Bwana apewe sifa sana. Tunaposimama katika injili ya Kristo, tufundishane ili upate kumchagua rafiki ambaye ataambatana na wewe. Bwana asifiwe sana. Ataambatana na nani? Na wewe. Bwana apewe sifa sana. Utaenda kusoma maandiko hayo mengine. Lakini napoendelea mbele, Jonathan anarudi kwa Daudi, rafiki yake ambaye tayari wameshapiana kwa Mungu na kutoa ishara kama walivyopatana naye. Jonathan naye akaenda zake mjini. Hao watu wawili ukirudi nyuma utakuta walikutana, na Jonathan alijua fika sasa baba hana utani, anataka kumuua. Kuna sehemu ambayo Jonathan alitukana na baba, niliacha ile sehemu. Bwana apewe sifa sana. Lakini unaweza kurudi ukasoma wewe kutoka ile Samuel wa kwanza mlango wa 20 kuanzia mstari wa kwanza kaendelea mbele moja kwa moja. Utakutana mambo magumu mazito ambaye mtu mwenye haki. Sikiliza, mwenye nini? Mwenye haki. Najua hii dunia imtaki mwenye haki. Haleluya. Hata Yesu aliuawa. Amen. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu ni mwenye nini? Mwenye nini? Haki. Na hakukuwepo na sababu ya Daudi kuhukumiwa kifo, wakati ameokoa taifa lisio watumwa wa Filisti milele. Na mpaka leo ndio maana taifa la Israeli limesimama pale pale, lina ushindi siku zote katika vita. Kinyume na hapo, kama Daudi asingesimama siku ile kwa viapo ambao alikuwa ameapiana Wafilisti na Israeli, leo hii Israeli ndio wangekuwa watumwa mpaka maisha yao yote. Bwana apewe sifa sana. Lakini Daudi, mtu ambaye anaokoa taifa, ataka kuuawa. Lakini Mungu akamsimamisha mtu ambaye ameambatana mioyo yao. Tafuta rafiki ambao utaambatana mioyo yao. Katika biashara yako, tafuta rafiki ambao utaambatana roho yako. Unaweza ukakaa na mtu wewe siku zote ukabaki ni omba. Kwa kuwa nakuja na rafiki wabaya, nitakueleza huko. Bwana asifiwe sana. Lakini ukikaa na rafiki anayekutakia mema katika biashara, utafanikiwa. Na mtu ambaye anakutakia mema, anakutakia mema kwa sababu moja, ili muweze kuwa sawa, ili sana akipungukiwa aweze kuwa na makimbilio ya kukujia
na kukusaidia na wewe ukamsaidia. Lakini mtu ambaye hakutakii, manake siku zote anataka wewe ufanyaje? Uwe chini ya. Bwana apewe sifa sana. Bwana apewe sifa sana. Bwana apewe sifa. Ndio sababu nafundisha mtu ambaye anakutakia mema ndani ya nyumba ya Mungu, atakwambia twende nyumbani mwa Bwana. Kama yuko juu kiroho, atataka na wewe juu kiroho. Usiombaomba kila siku, wa kuombeombewa, hapana. Uwe rafiki wa kweli ambaye anatakutakia Samsoni na wewe ufikie viwango ambao ukienda ukimkuta mtu mwenye mgonjwa, ukimwekea mikono juu, anafanyaje? Anapona. Kuna mtu ambaye hatataka hata ujue maandiko ya Biblia yako wapi yenye ushindi. Kwani Biblia ni yake? Mimi nimekutana na hayo yote. Nimekutana na nini? Hayo yote. Kuna watu wanajinasibu kwa wao ni wa kiroho zaidi kuliko wengine. Bwana apewe sifa sana. Sasa ukikutana nao, matokeo yake ni nini? Ni wewe kutokuwa kiroho. Lakini unapokutana na mtu ambaye anakuelekeza, huyo ndio rafiki wa kuambatana naye. Anayekuondoa katika ujinga, anakupeleka katika ufahamu. Bwana apewe sifa sana. Anayetunza uhai wako, anayekutakia mema. Kuna mtu ambaye ukimwendea anakutia moyo, hata kama kazi ni ngumu, anakutia moyo, akaambia songa mbele, inawezekana. Huyo ndio rafiki wa kweli ambaye kuambatana naye. Bwana apewe sifa sana. Sina haja kuonesha katika Biblia kwa sababu ngoja nikwambie, rafiki wa kweli ni Yesu ambaye amesema kuwa hata kuita tena mtumwa. Yaani unajua, katika ufalme wa Mungu Kristo ameturuzuku, akatupa neema iliyo kuu mno, ipitaya akili zote na fahamu zote za wanadamu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Unajua, haitaji ukae miaka mingi chuoni. Tulipitia magumu jamani. Tukakutana na mtu mmoja, kumbe mambo ya Mungu ni kunyenyekea tu. Ni kutubu na kufanyaje? Na kunyenyekea. Na kukubali. Ukiamini moyoni, haleluya, yatakuwa nini? Yako. Tukakutana na mtu mmoja wakati ule tunatafuta neema hii. Mtu mmoja akatuambia, wewe usicheze huyu. Degree 7 zimekaa hapa kichwani. Anatoa hiki anaweka hiki, anatoa hiki anaweka hiki. Unakuja kucheza, umetoka mgombani pale. Unafikiri kwamba utaweza kufikia hatua hizo? Acha wewe. Nenda kakae mgombani. Bwana apewe sifa sana. Lakini aliyekusudiwa na Mungu, rafiki wa kweli Yesu Kristo, ambaye ametupa neema ya ajabu ya pekee, akang'ang'ana na sisi. Hatujakata tamaa. Tulisonga nini? Mbele. Somo tuliokutana naye, tulipokutana pale ambapo wanasema wale wazee waliowapiga kina nani? Petro. Anasema walipoona kwamba ni watu wasio na elimu. Haleluya. Kwa katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Bwana apewe sifa sana. Ili linaingia jamani, halikuwa kwenye mpango wangu. Lakini walipojua kwamba ni watu wasio na nini? Na elimu, akasema tuwatishe. Bwana apewe sifa, Bwana apewe sifa sana. Bwana apewe sifa, Bwana apewe sifa sana. Walipotambua
Bwana asifiwe sana. Katika kitabu cha Matendo. Bwana asifiwe sana. Mtanipatia uko mbele. Walipotambua kwamba ni mtu watu, neema iliyokuepo ndani ya Petro, hata kama alikuwa mvuvi ambaye hajaenda darasa, ilikuwa neema ya ajabu ambayo ilitisha baraza lile la makuhani. Watu ambao walikuwa na uwezo na ufahamu wa historia ya taifa la Israeli, na sheria za Musa zilikuwa zimejaa ndani. Na kwa sababu ya neema ya Kristo, ile sheria zao hazijatenda kazi. Lakini sheria ya Mungu iliyokuwepo ndani ya Petro na Yohana ilisababisha uzima utokee katika hekalu waliotembea saa ngapi? Saa 9 ya mchana, wakati wa kwenda kumwabudu Mungu wa kweli. Haleluya. Uzima ukatokea. Uzima ukafanyaje? Ukatokea. Uzima ulipotokea, wakapanga njama ya kuwaua au ya kuharibu ile kazi ya Mungu. Wakati mwingine njama za kuharibu kazi ya Mungu zipo. Amen. Bwana asifiwe sana. Iko? Matendo 4:13. Sikiliza habari hizo. Matendo 4:13. Mungu wa Ibrahim na Mungu wa Isaka na wa Yakobo, Mungu wa baba zetu, amemtukuza mtumishi wake Yesu, ambaye ninyi mlisaliti na kumkana mbele ya Pilato alipokuwa ametoa hukumu yake afunguliwe. Mbona kama sio? 4:13. Bwana asifiwe sana. 4:13. Basi walipoona ujasiri wa Petro na Yohana na kuwajua ya kuwa ni watu wasio na elimu, wasio na maarifa, wakastaajabu, wakawatambua ya kwamba walikuwa pamoja na Yesu. Kubwa sana kutambulika kwamba uko na Yesu. Na sisi tukang'ang'ana na Yesu, tukatambuliwa kwa tuko na Yesu. Yesu ni rafiki wa nini? Wa kweli. Pekee ndiye akitamka neno inakuwa. Katika kitabu ambayo namalizia hapa, kitabu cha Petro wa kwanza mlango wa 2 mstari wa 1, maliza nayo, na tutakwenda Yakobo 1:20. Tutamaliza vitabu kama vitatu, tutavisoma tu alafu tumalize nayo. Petro wa kwanza mlango wa 2 mstari wa 1. Biblia inasema, wekeni mbali uovu wote na ila yote na unafiki na usuda na masingizio yote. Lazima ukishaokoka, ukitembea na urafiki Yesu, kuna vitu vya kuweka mbali. Haleluya. Unaweka nini mbali? Na ndio maana tunabatiza watu kuzika utu wa nini? Kale. Tunazika utu wa kale. Sio kujiunga na dini. Hapana, ni kuamini na kuzika utu wa kale. Wekeni mbali uovu wote na ila yote na unafiki na usuda na masingizio. Bwana asifiwe sana. Watu wa kusingizia wengine vibaya, acheni. Sasa tuko na rafiki Yesu. Hata ambatana na wewe. Yesu haambatani na wewe ukiwa na hila, ukiwa na usuda. Bwana asifiwe sana. Ukiwa mnafiki, Yesu haambatani na wewe. Ukishakuwa juu uko jinsi hiyo, ukiwa muongo, ukiwa mfitini, Yesu awe rafiki yako. Yesu anakuwa rafiki wa mtu shujaa ambaye anaweza kumgonga Goliati akafa, taifa likawa salama. Amen. Weka mbali hayo. Katika kitabu cha Yakobo 1:21, unarudi tu nyuma kidogo, 1:21, narudi nyuma hapo nyuma, asema, kwa hiyo wekeni mbali uchafu wote na ubaya uzidio, na kupokea kwa upole neno lile lilopandwa ndani, liwezalo kuokoa roho zenu. Pokea roho ambayo inaweza kuokoa nini? Roho yako. Yesu
Wewe ni mwenye uweza, wewe ni mwenye nguvu. Tumenena habari zako Mungu. Wewe ni rafiki wa kweli ambao unatutakia mema, unatakia uponyaji, unatutakia uzima, unatakia mema siku zote Bwana. Naomba uwepo wako Mungu ajabu iambatane na mikono yetu saa hizi. Yesu Kristo, tembea juu ya binti huyu, tembea kwa utukufu wako, tembea kwa rehema zako, tembea kwa ushindi wako Bwana. Uzima na neema juu ya mama huyu, uzima na baraka juu ya kijana huyu, juu ya mama huyu yetu Bwana. Tembea Bwana uokoaye, tembea Baba uponyaye, rafiki wa kweli Bwana. Tembea katikati ya watu wako, roho wa uzima, roho wa neema, roho wa baraka, roho wa baraka, roho wa neema, roho wa ushindi, roho wa neema na baraka tele zitembee juu yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Reza ikaboko sai, reza kiabon, reda mataka, aza kiabon, reza kiabon sai na bo. Tembea Bwana, tembea, gusa watu wako Baba, ponya watu wako Baba, kamata mipango yote ya shetani, kamata laana zote, kamata mikosi, kamata magonjwa, kamata ila za adui, uharibifu wa tabia, toka ndani jina la Yesu. Yesu tawala, Yesu tawala, uzima juu yako mama. Nakamata magonjwa, nakamata mateso, nakamata adui, shetani wa kuzimu unayetembea ndani mwake, unayeleta baridi katika mwili.